Tajiri lakini wewe sema tu tajiri atupani tamu. Maliza haraka wewe, maliza haraka. Wewe tajiri. Unajifanya basi hapo unaagiza kila kitu wewe. Basi ameisha. Haya leta. Sitiai. Na viatu. Jamani unajifanya ya kusahau. Saula kila kitu. Tumelo yangu. Sitaki kuongea afu unanichosha. Leo nimeingia cha kike. Utaelewa. Yaani ukisikia leo cha kike. Sitiai. Huku. Huku. Hata kunistiri hakuna. Wewe ungetaka kunistiri ungenilisha hasara kiasi hichi. Basi nikabadilishia chooni. Ukabadilishia chooni, naenda, nikirudi hapo maliza. Wewe nini? Jamani mpenzi. Kwani hujatokea pale ambapo nilipokuita jana? Yaani siku hizi unajifanya uko bize. Yaani unaniboa wewe. Hila hujui tu. Haya, niambie. Kipenzi, najua unafahamu jinsi gani ninavyokupenda. Lakini kutokufika jana sio kwamba nimedharau wito wako, bali mzee Likome alinituma kwenda polini kutafuta dawa. Hivyo nikakosa muda kabisa kuja. Lakini tambua nakupenda kipenzi. Sawa, lakini mimi kuna jambo ambalo linanitatiza sana. Mamangu anaumwa sana. Tena anaumwa. Analalamika mara tumbo linamuuma, mara kichwa kinamuuma, mara kizunguzungu. Nashindwa hata kujua nini tatizo. Alafu na baba naye pia nikimwambia swala mama kuumwa, anajifanya kama haoni. Anachokijali yeye ni pombe na yeye. Hata sielepa ndipo nifanyeje. Pole sana kipenzi. Lakini vipi mmejaribu kumpeleka hospitali? Hilo jambo la hospitali ndo hataki kabisa kulisikia. Ila mimi najua mamangu anaogopa sana sindano. Alafu si unajua na babangu mwenyewe. Naye pia ni mtu wa pombe mpaka basi. Kila ninapokuja kumwambia baba, mama huyu anaumwa, hataki hata yaani naye hanielewi kabisa. Pole kipenzi. Lakini sikia, mimi naenda. Nikirudi nitakuletea pesa kidogo ili mradi mjaribu kumpeleka kumnunulia dawa. Nitakushukuru sana mpenzi wangu. Aya poa. Okay. Aya, baadaye. Okay, bye. Nakupenda pia. Pole mjomba. Asante. Pole mjomba. Pole mjomba. Asante. Na wako wapi? Na mbona uko mwenyewe? Wapo ndani wapo. Basi mjomba, basi pole. Daisha. Mayele. Daisha. Mayele. Yo. Sofia. Vipi? Safi.
nilikuja hapa kumuona mjomba. Afu nilikuja kukuletea. Asante sana. Nilikidondosha? Niliketa kwenye kuni. Sasa kwa hiyo baadaye. Sawa, wacha mimi nifike. Nitafika nyumbani. Haya sawa. Haya poa. Sofilo. Unajua nilihangaika sana na nilijua nimekitupa. Yaani sijajua kama nitakuwa nimekiacha kwenye kuni. Niambie lakini. Safi. Afu mbona mmemwacha mjomba peke yake? Afu unajua kama huyu anaumwa. Yaani unavyoona hapa Sofia, dada ametoka sasa hivi kwenda kisimani. Hapa nimebaki mimi na mjomba. Na mimi nikaona ngoja nimwekee walau uji anywe. Maana unavyomuona toka asubuhi na masaa yanazidi kwenda hajala chochote. Yaani hapo ni mtu wa kukoa basi. Nikaona bora nimwekee uji uende labda utapita hapo kwa. Pole. Poleni jamani. Wewe acha tu. Kikubwa tu ni kumuombea. Nataka sawa. Haya bwana. Mimi nikuja kuwaona. Sina muda mwingi. Sio tena naenda kisimani. Wewe tena. Basi ungekaa tupige japo story akirudi dada twende wote kisimani na mimi nikusindikize. Mno sijali. Siku nyingine. Sofia. Msimwache mjomba peke yake bwana. Sio vizuri. Haina shida. Mama. Tume. Mama. Njoo mama, njoo uone kituko chako, njoo. Njoo mama. Leo ngoto. Leo mapema. La shaka langu. Hela gani ulokuwa na wewe mimi nichukue? Unanibia hela mimi, wewe mama yako mwizi. Baba Ada. Naomba tuheshimiane. Huyu mwizi. Wewe mazali umerudi umelewa, ingia ndani nenda ukale. Langu. Umechukua yangu nimejua kule. Hivi Zalili unaotugea sisi hapa mtaani? Tunashinda njaa, tunalala njaa. Wewe unayali ukanywe mapombe. Zalili gani ulokupa? Ingia ndani nenda ukale ukalale. Mimi siendi kula wala siendi kulala, nataka yangu. Nimeumbuka. Sina saa ya bei. Suruali, viatu wamebeba. Huyu amechukua yangu. Gani jamani? Mtihani ya Mungu. Hela gani baba Ada ulokuwa nayo wewe mpaka kuchukulie? Hapa kinanuka. Na kinuke tu mundani. Na mundani kinuke tu. Hebu tutapigana wawili tu leo. Sawa. Kinanuka. Hapa humu nataka hela zangu. Hapa halali mtu. Mbavu. Halali mtu. Nimlanibia yangu nimezalilika. Halali mtu. Mbavu. Amalinda Karibu katika imaya hii. Hii ndio imaya ya mzee Kikome ambaye anajulikana kijiji chote hichi, anasaidia watu. Karibuni sana, msiogope, tupo tayari kuwasikiliza. Mnaweza kusema shida zenu. Ongea basi. Sasa. Mganga, sisi tumekuja
lakini ujio wetu kuhusu mjomba wetu. Mjomba wetu anaumwa na ana hali mbaya sana, na ugonjwa wake umemfika ghafla. Mimi naishi Dar es Salaam, dada yangu ndo anaishi hapa kijijini, lakini siku 3 nyuma alinipigia simu kuwa mjomba anaumwa, na nilijaribu kupambana hapa na pale kutuma pesa ya hospitali, akawa anampeleka hospitali mara kadhaa, lakini hali yake bado haijatengemaa. Nikaona bora nije hapa kijijini ili nijue tunalitatua vipi hili swala. Na nilivyokuja hapa mimi, jambo la kwanza nililomshauri dada yangu ni kuja kwako mganga. Nikaona kwamba nikija kwako ndio litakuwa suluhisho la ugonjwa wa mjomba wetu. Tunakuomba sana mtaalamu, utusaidie mjomba wetu apone. Ola mbona kwa maamuzi sahihi. Mngemchelewesha kidogo tungekuwa mnamkosa. Alikuwa anakufa. Nimeona matatizo yenu, ila nataka mjione wenyewe. Mzuzu, sio kila unayemwona na kumdharau. Nipo katika hali nyingine sasa. Hivi ndivyo nilivyo, na nikiwa katika hali hii sio kukupa shikamoo. Sasa basi, kwa mambo uliyofanya na dharau ulizozionyesha, nataka nikupe fundisho ili ukome. Ukome. Makavu. Makavu anaweza kufanya hivi? Mbona Makavu amezidi kutandama? Kuna mwana mjomba wetu amemkosea nini? Dada, subiri basi. Tupo kwa ajili ya kutafuta msaada. Subiri kwanza tusaidiwe. Huyo Makavu tutajua tunadili naye vipi. Ukitoka hapa moja kwa Makavu. Ama zangu. Dada, subiri kwanza, mtaalamu anatuambiaje? Mtaalamu, sisi tumeona. Lakini tunakuomba mtaalamu tusaidie. Naomba mnisikilize. Hii ni sehemu ya amani. Na mmemleta sehemu sahihi. Na kuhakikishia kwamba atapona. Ila sipendi mtu ambaye analipiza kisasi. Huwa sipendi. Mtele uwanie au pendi. Huwa sipendi. Kwa hiyo basi, mimi nitakusaidieni. Na mjomba wenu atapona kabisa. Ila kuna masharti mawili. Sharti la kwanza, katika kitanda ambacho kile kipindi yuko ndani ya matatizo, kuanzia sasa hivi anakuwa asikitumie tena, mbadilishieni. Tatizo la pili, huyo Makavu sijui nani, mnatakiwa msimfuate na msimwambie lolote. Mambo yote nitamaliza mwenyewe. Nitawapa dawa. Teule, lete vitu. Basi. Na hapa mali zangu, na hapa vitu vyangu ninavyovipenda, na hapa dada yangu ninayopenda, ili muwe salama. Ndiyo mganga. Mnaweza mkashika. Shika mama, usiogope. Usalama upo. Huo ndo msaada pekee wa ndugu yenu. Hakikisheni masharti niwaambia mnafanyia kazi. Hizo dawa atapotoka na hapa tu
atakuwa kama zamani, maana kazi iliyobakia huwa anafanya mwenyewe, wala sio pipa jukumu makubwa nyinyi. Mmenielewa? Ndio mganga. Fuatisheni masharti vijana. Sawa? Sawa mganga. Mmenielewa? Teule imeisha. Wa Mayele. Ni wewe mwanangu? Mayele. Mbona upo kama hivyo? Amna, nipo. Vipi? Fresh. Kama kawaida. Mambo mengine? Nashukuru Mungu. Kumbe upo mwanangu? Mbona nipo karibu siku ya 3 leo. Atonani mwanangu? Hamna. Vipi mihangaiko? Mihangaiko nashukuru Mungu na bless. Pilika zinaendelea. Sijui hapa kijijini. Sasa tupo bwana kama unavyotuona. Au sio? Ya, tupo. Vipi familia? Familia kwa kweli haiko sawa. Mjomba wangu anaumwa. Tena anaumwa ni kiasi kwamba kupona ni majaliwa ya Mungu. Ana hali mbaya sana. Bwana. Shida nini? Sijui tatizo ni nini. Mlishampeleka hospitali labda? Hilo swala la hospitali tumeshaenda mara kadhaa, lakini hali yake bado hajatengemaa. Lakini pia vile hatuchoki. Tunaendelea kupambana na hilo swala la hospitali kwa sababu naamini hospitali ndio usalama wake. Yaani fanyeni hivyo. Unajua ukimpeleka hospitali ule akipata dawa akitibiwa kwamba anarudi hali yake kama zamani. Ukikaa tu nyumbani na kwa bado. Penzi la mchawe wewe ya penzi